Jambo letu 5, msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati 28 sura 28 mstari wa kwanza ule wa pili hadi ule wa pili. Kumbukumbu la Torati sura 28. Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kwanza hadi ule wa pili. Kuna vitu vya msingi ambavyo maandiko matakatifu yanajaribu kutuweka sawasawa. Nayo nasema, itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakaposikiliza na kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo ya Mungu, ndipo kuna baraka ambazo zimefuata pale. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia pale ulipoishia kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Wako watu ambao wanaamini hata nikisikia hali ya hatari ndani yangu, nimesikia tu hali ya hatari, najua kabisa hii kuna hatari leo kwenye safari yangu. Wako watu wanaamini kwamba hatari zozote unaweza ukaziombea halafu na ukaendelea na safari. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia mahali ambako umeishia kutii. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakupa story kidogo. Na kipindi nilikuwa niko kijijini, Mungu alinipa nafasi nikaenda kijijini, kwa na mambo kidogo nafanya kwa kijijini kwetu. Na baada ya kukaa kule, sasa siku ile usiku ambao kesho nilikuwa nimepanga mwenyewe niondoke, siku ile usiku Mungu akaweka tu msukumo ndani yangu kwamba nisipate kula chakula. Hiyo tena ikanipa mtihani, sababu mchana mzima nilikuwa sijala. Kwa usiku nategemea ndo nile nipate nguvu nipumzike, kesho yake nisafiri. Basi nikakataa ile sauti, nikakataa ule msukumo, nikapakua chakula changu, nikaandaa chakula. Mistake ya kwanza, kosa la kwanza. Jambo la pili kingine kabisa, nilikuwa najua ndani yangu kwamba kesho yake mimi nisafiri. Kosa langu la pili, nikalazimisha kusafiri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikaamka zangu asubuhi, pamoja na kujua kwamba kuna ushawishi mkubwa ndani yangu nisifanye yale ambayo ninayafanya, na nikawa nimelazimisha kuyafanya. Basi ile safari haikuchukua muda mrefu, dakika chache tu nilipopanda basi nikasikia kuugua sana, nikaanza kuugua tumbo lisiloelezeka, tumbo lisilovumilika. Bwana Yesu asifiwe. Nikajitahidi kuvumilia nikasafiri, nafikiri kama nusu saa tu mbele kabla nishuke njiani kwenye kijiji cha watu ambacho sina yoyote nayemfahamu, na nilikuwa nina fedha ambayo iko chache sana kipindi kile, kwa iko chache sana, lakini kabidi nishuke kwa sababu sina namna, aidha nishuke au niendelee nipate aibu katikati ya watu wengi ambao walikuwa ni wasafiri wa siku ile. Basi baada ya kushuka nikamtafuta Mungu, nikamlilia sana Mungu, akanisaidia. Tukapanda gari urudi, sio panda uendelee kama nimekuponya, panda urudi. Tunarudi pale pale ambapo maelekezo niliyoacha, nikarudishwa pale pale. Nikapanda gari urudi, akapofika nenda sebleni pale, nenda kalale chini, hakuna kula, nenda tukalale chini. Bwana Yesu asifiwe. Basi nikarudi, kufanikiwa kupanda gari kwa narudi mpaka kijijini, mwendo mrefu, lakini sababu nilikuwa nimeshamlilia sana Mungu, akanipa neema. Wakati wa kurudi nikafanikiwa, nikarudi mpaka nyumbani, nikaenda nikalala chini mpaka asubuhi. Na kweli nilipofika kulala chini mpaka asubuhi, hakuna kitu, hakuna maumivu ya tumbo, hakuna furumai yoyote, hali yote ikawa shwari. Baada ya pale, nini ambacho kilinigharimu? Ni kwenye kujiongeza kwenye yale ambayo Mungu alikuwa ameshasema. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu huishia mahali ulipoishia kutii. Bwana Yesu asifiwe sana.